kuweza kutetea ubingwa wetu. Ukiangalia tuna drop point katika michezo ambayo huwezi kuitarajia, na sio kwamba wapinzani wanacheza to the level ya kutusumbua. Ni mistake kidogo kidogo kutokea na moment zao wanaweza kuzitumia na kupata matokeo mazuri. Kwa naamini haijakuwa bahati nzuri kwetu. Nafasi ya viongozi sasa kwenda uketi chini kufanya tathmini ya timu. Bado tuna faida ya pointi moja kileleni kimahesabu, lakini tulikuwa na faida ya kuwa na pointi 4, 5, 6, lakini tumeangusha pointi wenyewe. Kwa naamini kuna nafasi ambayo viongozi wataketi na watafanya tathmini ya timu. Umeridhika na performance ya wachezaji bila shaka? Wamejitoa sana. Mbona mechi ilivyokuwa, pitch ilivyokuwa, wamepambana sana. Ziko chance ambazo zilikuwa clear tungeweza kufunga, lakini ndio football. Kuna siku mnaamka vibaya, mnakosa kutumia nafasi, watumia wenzenu. Sio kwa nafasi kama 2, 3 hivi za kuweza kuiua hii mechi. Lakini hatukufanya hivyo. Mpaka dakika ya mwisho wamerudi mchezoni, wamepata kona, wameweza kufunga goli lao. Kwa ni matokeo ambayo naamini yameumiza wana Yanga wengi, matokeo ambayo yametutibulia sikukuu yetu leo, lakini alhamdulillah tuna nafasi ya kwenda kufanya tathmini ya timu. Kila unaopata anguko ni nafasi ya kujitafakari na wapi utainuka tena. Tunakwenda kufanya tathmini ya timu nzima. Tathmini ya timu kwa maana ya kuangalia kwa huu mzunguko wa kwanza, kwa michezo ambayo tumecheza mpaka sasa hivi, kama kuna shida iko mahala gani, kama kuna mahala pa kuimprove ni mahala gani. Pale ambako viongozi wataona kwa nafasi ya kuimprove kwa wakati ambao tuko nao, wataenda kuimprove. Mimi naamini tuna nafasi ya kufanya vizuri bado msimu huu, lakini kuna tathmini inabidi ifanyike kwa ajili ya kurekebisha baadhi ya vitu kwenye timu. Kwa wale ambao wanasema pengine kocha mbinu zimeisha na kikosi kinampalia, unawaambiaje? Tuwape nafasi viongozi wafanye tathmini. Hayo ni maoni na hayana shida, endelee kutolewa, lakini tuwape nafasi viongozi wakafanye tathmini. Mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu anaweza kuangalia na akatoa maoni yake, na viongozi pia wanaangalia, watakuwa na nafasi ya kufanya maamuzi. Uzuri wanachama hao walipiga kura wakachagua viongozi kwa ajili ya kufanya maamuzi. Kama kuna shida mahala ambako natakiwa ifanywe maamuzi, mimi naamini viongozi watarespond haraka sana kufanya maamuzi inshallah. Inaongeza pressure kiasi gani kuona gap linapungua, gap linaongezeka? Inaongeza pressure kwa maana ya ushindani, lakini ukiangalia tulikuwa na nafasi ya kwenda gap kubwa zaidi, pointi 4, pointi 5, pointi 6, lakini kila ambako opportunity inakuja ya kuongeza gap hatuitumii vizuri hiyo opportunity. Kwa ni kiasi cha kukaa chini na kutafakari. Hii si kawaida ya Yanga kupata sare 3 mfululizo kwenye ligi, si kawaida yani. Yes, na hata wachezaji uliona leo walikuja kwa ajili ya kuja kuonyesha reaction yao, lakini haijakuwa bahati. Tumeangusha alama 2 leo. Mashabiki ambao wamejitokeza hapa na waliwapa somo. Yes, kwanza ni wawe pongezi, wametoka mbali, wamekuja kuisupport timu leo na hawajapata kile ambacho walikuwa wanakitarajia. Hii inaonyesha kwamba wachezaji, viongozi kuna deni ambalo wanalo kwa mashabiki na lazima tukalifanyie kazi. Tunawalipa furaha watu wetu ambao wanasafiri kutoka mbali, wanakuja kuisupport timu na timu haipati matokeo mazuri. Yes, tuna nafasi ya kukaa sawa, sio kukaa sawa, tuna nafasi ya kuchukua ubingwa. Hapa tuna faida ya pointi 1 kileleni, lakini tunazungumza kwamba palikuwa pana fursa ya kuwa na gap kubwa zaidi ya pointi. Tunayo faida bado ya pointi, lakini tuna nafasi ya pointi 4, pointi 5 kuendelea juu. Kwa hichi ambacho kimetokea, tunakwenda kufanya tathmini, kuangalia where to improve. Lazima kuna mahala patakuwa panatakiwa pa improve, na hapo tutakwenda kupangalia na kufanyia kazi inshallah. Tuna siku hapa wewe usiwaze tu mambo ya panga. Huyu mwana anafosi panga. Tathmini inaweza kwenda kuwa sehemu nyingine kabisa. Wewe usiwaze mambo ya panga. Tuna siku kama 12 hapa, ligi itasimama. 10 nafikiri ligi itasimama. Kwa hiyo uongozi utakuwa na fursa ya kutazama timu na kufanya tathmini ya kina kabisa inshallah. Mwenyekiti, nikupe pole. Mapanga yako jana yalikuwa mengi sana kuhusiana na bwana mdogo wa kupiga cross. Makala nyingi zimetolewa na leo tena moto mwingine wa mapanga unaongezeka. Ndio ukubwa huo. Ukubwa jalala, mimi si mtu mzima. Ukubwa jalala. Ushazoea hayo. Ushazoea, wanasema ukiona bango limechanwa ujue ujumbe umesomwa huo. Mimi nishazoea hizo pressure. Ukubwa jalala, nishazoea mimi. Hakuna watachofanya watanisumbua.
kumaanisha tuangalie mzunguko wa kwanza wote, sio kuangalia mechi ya leo. Mzunguko wa kwanza wote ulivyochezwa, maeneo gani ambayo tunaamini tunaweza kwenda kuongezea nguvu, hapo tutapokwenda kupatazama sisi inshallah. Hapa nige jezi yangu kutoka mbali, naletea jezi, nige jezi yangu ndugu yangu. Sije tena ikawa vipi bwana, sikumpa. Maoni yanayotolewa na watu wengi, huwezi kujibu maoni ya kila mtu. Ndio maana hata mimi siku nikawaambia sisi hatutajibu kunguni yoyote yule, kwa sababu focus yetu ipo kwenye kuandaa timu. Ila mtu akija sasa macho makavu akanishambulia kama Alikamwe, nitamjibu kama Alikamwe. Kama mtu anatoa maoni yake ya watu wengine kwamba kuna watu hawajafanya hivi, watafanya watu wengi kweli. Watu wengi nchi, kuna watu wengi kweli hawajabalee, bado watoto. Kwa hiyo hujui anamzungumzia nani, si ndio bwana? Kwa hiyo nanyi waandishi mjiepushe na habari za ombea. Mtu akiongea jambo muulizeni, huyo mtu ni nani? Akimtaja unamfuata huyo mtu. Hajamtaja endelea na shughuli zako. Mimi ukiniletea swali nyooka, bwana Zai kasema we hivi, mimi nitadili na Zai. Very simple. Si ndio bwana Jadu? Punguzeni habari za kudokoa. Mtu akiongea jambo muulizeni, ili jambo linamhusu nani? Kama lanihusu mimi nileteeni. Tulizungumza. Lakini nimwambie mimi nipo kama mbuyu hivi. Zunguka tu hivi. Pale wewe, wanajua huu moto. Huu moto? Wanaufahamu vizuri. Huu moto? Huu moto wako wewe mkubwa. Huu moto wa kuutuliza labda unakuta nani sijui. Wambula sijui ajipiwa Mbula yule. Moto sio mchezo. Huu moto? Mimi wewe chunguza tu siku zote kwenye vita ya maneno. Mimi wanazunguka kama mbuyu. Mimi tunajua. Na wewe mwenyewe unajiepushaga sana. Najiepushaga. Ndio maana mimi simsemagi mtu. Mimi nawatania tu Simba kwa sababu ni haki yangu ya katiba kuwatania Simba, lakini sijawahi kumtania mtu. Na nikimtania mtu nikimkwaza nikule nimemkosea nitamuomba msamaha. Ndio maana najiepusha na maneno na watu. Ila mtu akinigusa mimi kwa kunidhalilisha kufanya lolote, wanajua utaratibu wangu. Mimi ndio yule kijana ambaye nina sura mbili. Kwanza nina sura moja kama mtu wa protocol, mtu wa itifaki ukiniona, afu nina sura nyingine ya Mbagala rangi tatu. Kwa hiyo sura mbili unajua wakati gani zitadili na wewe. Ndio maana wananiangalia kwa tahadhari. Yule mtoto naye mweu, mwangalieni yule. Kwa hiyo sasa hivi ndio zangu kimya na watazama. Toeni maoni yenu. Maoni ya Yanga toeni, hakuna shida, ila Yanga haitajibu kama nilivyowaambia. Yanga haitajibu chochote, Yanga itafanya kazi zake. Ukiniingia mimi personal, Damaro. Mnyakyusa huyo. Mnyakyusa kutoka Mwanza huyo. Ni vile watu watakuamini. Kuamini. Mnyakyusa kutoka Mwanza na juzi kanitambulisha shehe aliyompigia adhana, Msukuma huyo kutoka Mwanza. Shehe aliyempigia adhana kanionyesha wakati amezaliwa. Kuna shehe alimwadhinia Mohamed Damaro, ndio huyo hapa. Yuko Mwanza huko. Anaongea huko aendelee. Uoga tu. Uoga huo. Pakome na Mzize ni hizi mechi mbili tu ama hata pia kuelekea dabi bado? Sasa dokta ameshaongea. Dokta akiongea maana yake ndio taarifa ya timu. Dokta kama ameongea ni taarifa ya timu, kwa hiyo tusubiri. Tusubiri. Dokta akasema siku 10. Tusubiri. Yanga ina timu kubwa, hata ikosekana Pakome, ikosekana Dube, ikosekana tutacheza. Yanga ina kikosi kipana sana. Tutacheza na timu yote. Wala hakuna shida. Sababu wanaamini Pakome tu ndio, wengi wao wanaamini Pakome ndio threat zaidi. Nimesema hata ikosekana Pakome. Jana si hayupo tumeshinda? Tutacheza tutashinda inshallah, hakuna shida. Ila angalizo, nakumbusha tena.